Naam. Asante sana ndugu msikilizaji. Wimbo unapoendelea moja kwa moja ni yale ambayo nimekuandalia siku ya leo. Kama kawa anasema Mungu amekuwa mwema asubuhi, mchana, majioni ya leo, na kulingana na pale ambapo amekunemesha siku hii. Nataka kusimamisha huu wimbo ndugu msikilizaji. I want to stop that song ili niweze kukuletea moja kwa moja jambo moja asubuhi ya leo. Na jambo ambalo tunazungumzia ni wakati ambapo hujui ni lipi litakaloweza kutendeka. Lakini katika makala yetu ya siku ya leo kuna jambo ambalo limetendeka hivi karibuni kule sehemu za DRC Congo, ambapo Ernest Kabuo ambaye ni mwanamke wa umri miaka 68. Ernest Kabuo amerudi kule nyumbani baada ya kukimbia mtiririko wa lava ambao umelipuka kule sehemu za Goma, ambapo ni katika demokrasia ya Kongo ambayo nimekufahamisha na tulikuletea katika taarifa ya habari. Alirudi ili kugundua kwamba mumewe alikuwa amefariki dunia. Haya ni mambo ambayo ni ya ajabu sana, na wakati mwingine ukisikia machozi yanaweza kukutirika. Kuna mambo ambayo hatuwezi kukinga machozi, kwa sababu unajua mwanamke wa umri wa miaka 68, 68 years, anarudi kule nyumbani kwake kwa sababu kumekuwa na mlipuko wa lava ya volcano kule sehemu za Goma katika demokrasia ya Kongo. Lakini anapofika nyumbani anapata kwamba mwanamume amefariki. Tumesema kwa sababu huyu mwanamke alishindwa kumbeba mumewe ambaye alikuwa ni mgonjwa kutoka nyumbani kwao, na akamkuta ameungua vibaya hadi kufa. Anasema kwamba, na yala bali tufikiri kwamba takriban vifo 15 vilithibitishwa kufuatia mlipuko ambao umetendeka Jumamosi hili limepita kule katika mji wa volcano hiyo iliyo karibu mlima wa Nyiragongo. Kwa hivyo wapendwa, ni jambo la kuhuzunisha sana ikiwa mtu yu mgonjwa na hajiwezi kujiinua peke yake, ndiposa anastahili kusaidiwa. Katika nchi mbalimbali watu ambao wamekomaa, ambao sasa ni katika uzee wao, umri wao wa uzee, kuna mambo ambayo yanatendeka kwamba mwili unakataa kazi. Wakati mwingi mwili unaregea, ndiposa mtu anasema kwamba kwa sababu huna nguvu utajiweza. Kwa hivyo kuna umri ambao unafika ambapo mtu anastahili kusaidiwa, ambapo mtu hajiwezi anastahili kupata usaidizi, na kama hajiwezi basi inabidi watu wengine wajitolee ili waweze kumsaidia. Na hebu fikiria kana kwamba umefika ule umri ambao hujiwezi na unahitaji mtu wa kukusaidia na usiweze kupata. Mambo yatakuwa magumu sana. Huyu mwanamume aliweza kufariki kwa sababu volcano imelipuka na lava inayotoka. Lava sasa ni kama maji ambayo yako moto sana, ambayo yanatoka ndani ya ile volcano, ndiposa yakamchoma akaungua hadi kufa. Ni kifo cha a lot of pain, uchungu mno, ambapo mwanamume huyu alifariki. Lakini nataka ukumbuke kwamba alifariki kwa sababu hakujiweza. Alikuwa mgonjwa na hakuweza kutoka moja kwa moja ili aweze kukimbia na kusaidia ama kujisaidia kukidusuru kutoka kwa volcano hiyo. Wapendwa, kuna umri unaofika ambapo hujiwezi na unastahili kusaidiwa na watu wengine. Itabidi watu wawe na moyo wa usaidizi. Itahitaji mtu mwingine achukue hatua ya kukusaidia ili uweze kusaidika ama kufaidika kwa janga lolote ambalo limekukumba. Katika majanga ambayo yametokea katika ulimwengu huu, watu wengi wamefariki dunia kwa sababu ya kukosa usaidizi ambao walistahili kupata lakini hawakupata. Dunia yetu imefikia kiwango ambapo
yule ambaye angekusaidia anakuangalia, anasema kama ningemsaidia labda. Mtu anakuwa na ubinafsi, wengine wanakuwa na uzembe, wengine wanasema kwamba nikimsaidia nani mimi atanisaidia, ama nitafaidikaje kutoka kwa usaidizi huu ambao nitakaotoa. Lakini katika kisa hiki ni vile huyu mwanamke naye alikuwa ni mzee sana, katika umri wake wa miaka 68. Hakumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu alishindwa kumubeba mwanamume wake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Kuna jambo ambalo uliwezi pekee na unahitaji usaidizi wa watu wengine, na inahitaji watu wajitolee kwa muhanga ili waweze kukusaidia. Wapendwa, katika maisha haya mwanadamu kwa kawaida hajiwezi. Mwanadamu kwa kawaida kuna mambo hata akijaribu kujisaidia hawezi kujinusuru. Ndipo asubuhi leo nataka kutoa changamoto katika mpangilio huu wa Anza na Bwana, kwamba kama binadamu kuna mizigo ambayo hatuwezi kuibeba. Kuna mambo ambayo hata tukijaribu kujisaidia ama kujinusuru hatutaweza, kwa sababu tu wagonjwa wa dhambi. Kwa hivyo ndugu mpendwa, katika jamii ambayo tunaishi, na kusihi kwamba uwe na moyo uwe na moyo wa usaidizi, uwe na moyo wa kujaribu kusaidia wala ambao hawajiwezi, uwe na moyo wa kusaidia wala ambao ni wakongwe ama wazee katika jamii. Ni bahati mbaya kwamba watu wakifikia umri huu wa uzee, wakati mwingi watu wanafikiria kwamba ama wanawachukulia katika jamii zingine kwamba uzee ni uchawi. Mtu akimwangalia mama mzee anasema huyu lazima hawezi kosa kuwa mchawi, au huyu hawezi kuwa labda kitu fulani. Kwa hivyo katika umri wowote, labda mtu mwingine unamuona tu unakata kauli kwamba huyu ni mwizi. Kuna mambo ambayo yamekuwa katika ulimwengu huu ambayo ni ya kukera na ya kushtua sana, lakini kwa kawaida kama binadamu hatuwezi kujinusuru katika maisha haya. Kwa hivyo tunahitaji usaidizi, labda tunahitaji binadamu mwingine. Jambo la kwanza, binadamu hawezi akawa mlima. Yaani wanasema humans are not mountains. Ndiposo wanasema milima haikutani, lakini binadamu hukutana. You cannot be an island by yourself. Unahitaji watu wengine katika maisha haya ili uweze kusaidiwa ama upate usaidizi. Ndiposo katika kitabu cha Methali inasema do not forsake the old friend, the friend of your father. Usiweze ukamtupa. Hata Isaya naye anarudia maneno haya akisema kwamba rafiki wa baba yako, rafiki wa uzee, huyo ni rafiki ambaye anakufaa sana, usiwe ukamtupa. Kuna watu wako na tabia ya kutupa marafiki zao. Kuna watu wako na tabia ya kutumia watu kama ngazi, ili wanapofika mahali ambapo wanataka wanaachilia hiyo ngazi, wanaitupa. Kuna msemo katika lugha yangu inasema kwamba ikiwa mti umeulia nyoka, ikiwa una fimbo umeua nyoka na hiyo fimbo, usije ukaitupa, maana uenda ukapata nyoka mwingine huko mbele uweze kujua. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna watu ambao wana tabia ya kutumia watu wengine kama ngazi, na unapofika mahali, pindi tu unapofika mahali ambapo ulitaka kufika, unaachilia fimbo, unaachilia watu fulani, unakanyaga watu wengine, unawatumia, unasoma, ukimaliza masomo unawaacha. Unatumia watu wengine kupata mali, ukiyapata mali unawaacha. Naweza kutoa mifano mingi kabisa katika maisha haya, lakini kuna watu ambao wako na tabia kama hiyo. Wapendwa, nasema kwamba ni vema uwe na utu. Ikiwa mtu amekusaidia, usije ukamtupa. Na kuna wale ambao wanasema mimi nimepata mali kivyangu, mimi nimejishughulikia, siwezi kusaidia mtu yeyote. Hapana, tunastahili kusaidiana pale ambapo tunaweza, na tunastahili kuinuana, si kuwekana chini. Unajua kuna mambo ambayo yanatendeka katika maisha haya ambapo unaona mtu mwingine anasema yule hastahili, tunaharibiana CV. Tunasema tunakatana miguu wakati mwingi. Inuana ninyi kwa ninyi, support one another. Si vema. If you cannot help, and if your criticism cannot help anybody, afadhali ukimya. Hapa ndipo wazungu walisema kwamba silence is golden. Kwa hivyo wapendwa, lakini
mambo utendeka dunia hii. Kwa hivyo ndugu wapendwa, jambo langu la mwisho ni kwamba kama binadamu kuna mambo ambayo hatutaweza kuyafanya. Tunamhitaji Mungu ili tuweze kuyafanya. Kana kwamba mtu amekukosea, wakati mwingine ni vigumu sana kusamehe huyo mtu na ukasahau, lakini unahitaji Roho wa Mungu ili uweze kusahau yale ambayo amekutendea. Hata kama utakumbuka, ukumbuke vema, uone ni upendo ulioje hata ukamsamehe yule mtu. Kwa hivyo wapendwa, Mungu aweze kutusaidia, kwa sababu kuna mambo haya ambayo hatuyawezi. Katika maisha haya hatuwezi kujiinua sisi wenyewe, hatuwezi kujikomboa. Kwa hivyo tunahitaji Roho wa Mungu. Ndipo sana natamatisha asubuhi ya leo katika mpangilio waanza na Bwana kwamba inahitaji tuchukue moyo mwingine ambao hatuna, ili tuweze kuwa wale watu ambao Mungu alitaka tuwe katika dunia hii. Mwandishi mmoja anaitwa John C. Maxwell anasema, the only person who can stop you from becoming the person you ought to become, it is you. The person that God intended you to become is you. Yani mtu ambaye ataweza kukuzuia usiwe yule mtu ambaye Mungu alitarajia uwe ni wewe. Sasa kuna mambo mengi ambayo watu husema namu hatuwezi, lakini watu wengine wamezembea, wamesema kwa sababu siwezi nikakaa hapo tu. Kwa hivyo usije ukawa kizuizi cha maisha yako. Kama umeshindwa kuendelea, usije ukafikiria kwamba ama kwa dhani ni watu wengine ambao wamekufanya ukashindwa kuendelea. Ni wewe tu. Ni wewe utafanya uamuzi, useme kwamba watu watakuzuia ama utakata kauli. Hata kama watakuzuia utaweza kuendelea tu, maana nitaweza kuyafanya mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu, asema Paulo katika kitabu cha Wafilipi. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo ni changamoto langu kwamba mahali ambapo upo, ikiwa uko kanisani, uko hauendi hata kanisa, it is good to serve one another. Tumikia ninyi kwa ninyi, na kama una uwezo fulani Mungu amekubariki, amekuneemesha ili uweze kuwasaidia watu wengine, ili uweze nawe kuwa baraka kwa mtu mwingine. Asubuhi hii sijui umechagua kuwa baraka kwa mtu fulani, umechagua kuwa baraka kwa nani, lakini ningependa kukusihi kwamba hebu chagua asubuhi hii kuwa baraka kwa mtu mmoja. Ikiwa kuna jambo utakalolifanya siku ya leo, jiulize kwamba hili jambo limenisaidia lakini limemsaidia mwenzangu. Kuna watu ambao wanakufa katika dunia hii kwa sababu ya kukosa usaidizi. Yule mama amerudi nyumbani kule Kongo ili aweze kumsaidia mumewe katika mji wa Goma, lakini kwa sababu ya umri wake, kwa sababu there are things that come with naturally with age. Siku ya leo niliwahi I did share some screen. Kuna mambo ambayo niliweza kushare kule ili uweze kujua na kutambua katika umri wako umefikia kiwango kipi, na kuna yapi ambayo unaweza kuyatenda katika umri huu. Kuna umri wa kujitayarisha, kuna umri wa kuyatimiza, na kuna umri wa kupumzika ili kufurahia yale ambayo umeyatimiza. Kwa hivyo ndugu wapendwa, ndipo Daudi anasema, Mungu nikumbushe, nifundishe jinsi ya kuhesabu siku zangu katika dunia hii. Teach me how to number the days. Nitakuwa nayo katika dunia hii. Ni vema Mungu aweze kutufundisha ili tukatende yale ambayo tunastahili kuyatenda katika wakati ufahao. Usije ukalitenda jambo, Mswahili anasema kwamba pema usipopema, ukipema si pema tena. Yani inamaanisha kwamba kuna jambo ambalo ungelitenda mapema, lakini ikiwa utalitenda mapema ukiwa umechelewa, hata ukikimbia kulitenda utakuwa umechelewa tu, na kuna mambo ambayo hutaweza kusaidia. Kwa mfano utasema, naona volcano iko hapa, wacha nisaidie watu wengine, yule nitarudi kumchukua. Sasa utapata ameungua, amechomeka kabisa, hutaweza kumwokoa. Kwa hivyo mambo ambayo unastahili kuyafanya sasa hivi,
tuna shida inayoitwa procrastination. Wakati unasema nitafanya. Hakuna ambaye amesema nitafanya akafanya. Maana maandiko yanasema mwingine alisema sitafanya, mwingine atafanya. Na yule mwingine akasema mwingine atafanya. Kwa hivyo everybody said that nobody could do it and nobody did it, by the way. Huo wimbo nadhani umeusikia ukisema kwamba kila mtu alisema kwamba nitafanya na mwingine akasema nitafanya. Hilo jambo halikukamilika, halikuweza kutenda, halikuweza kufanya kwa sababu kila mtu alidhani kwamba mwingine atalifanya. The only person who can do it is you. Wacha kuangalia mwingine ukasema kwamba mimi fulani labda amebarikiwa sana ataweza kumsaidia. Ule usaidizi unastahili kupeana. Usije ukahairisha kusaidia mtu mwingine, maana kuhairisha kwako kunaweza kuleta matatizo hata kusababisha kifo. Ni Orino Ntini na ni katika mpangilio wa Anza na Bwana. Katika Morning Glory ninakuambia kwamba Mungu aweze kukubariki, na ikiwa unataka kuongea pamoja nami kama kawaida, kuna linki ambayo nimeweka hapo. Kuna linki ambayo nimeweka hapo ili uweze kuongea pamoja nami ndugu mpendwa, ili uweze kuongea pamoja nami ndani ya AGR Live. Ndiposa naachilia wimbo wake Guardian Angel, anasema nakuhitaji kwa sababu katika maisha haya usije ukadhani kwamba wewe ndiwe pekee utaweza, kwa sababu unahitaji kila mmoja. Wale ambao wananitazama katika YouTube, nimetoka huko, tukutane Facebook Live. We are still Facebook Live, Twitter Live na Abagushi Global Radio Live. Kama kawa Orino Ntini kiwa hewani, barikiwa ndani ya abagushi global radio.com. Barikiwa sana na tuendelee